Mambo matatu ambayo yatakusaidia kuboresha eneo la mawasiliano yenu. Jambo la pili na la tatu muhimu zaidi. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Namba 1, usikubali mgogoro wa jana uathiri mawasiliano ya leo. Kama kulikuwa na kutofautiana jana, hakikisheni mnalimaliza kabla ya siku nyingine haijaanza. Mawasiliano hayawezi kuwa ya afya kama bado kuna mizigo ya kihisia mlioibeba kutoka siku zilizopita. Amani ya leo hujengwa kwa kusamehe na kufunga milango ya jana. Namba 2, yasiwe na mwanzilishi mmoja kila siku. Kama siku zote ni mmoja anayeanza mazungumzo, kuuliza hali au kuonyesha kujali, mmoja huweza kujisikia hana nafasi moyoni mwa mwenziwe. Mawasiliano ya kweli ni ya watu wawili, yasiwe upande mmoja tu. Tofautisheni kati ya kurespond na kuchangia kwa hiari. Namba 3, isiwe kila siku mmoja ndiye mzungumzaji na mwingine msikilizaji. Mawasiliano si mahubiri, ni kubadilishana. Kama mmoja anaongea kila kitu na mwingine yuko kimya kila wakati, kuna uwezekano mkubwa wa penzi kudondoka. Zungumzeni kwa usawa, toa nafasi ya moyoni, hoja na hisia kwa upande zote mbili. Ukiimarisha eneo la mawasiliano, unaimarisha kila kitu kingine kwenye mahusiano. Badilisha fikra, badilisha maisha. Umakini unahitajika.